Anasema siku moja alitoka Hajjaj ibn Yusuf. Hajjaj ibn Yusuf ni maarufu, na alikuwa dhalim, alimuoa Said ibn Jubair. Njiani akapatana na bwana mmoja, akamuuliza Hajjaj, akamuuliza maswali yule bwana. Anafanya observation, ataarifu Hajjaj ibn Yusuf? Hajjaj anamuuliza yule bwana njiani, unamjua Hajjaj ibn Yusuf? Yule bwana akasema naam. Mnamjuaje? Hebu nieleze hali yake. Akasema dhalim. Yule bwana wala hamjui, anasikia tu mitaani. Hajjaj dhalimu mkubwa. Kumbe Hajjaj ndo mwenyewe anamuuliza. Dhalim dhalim kweli. Mara nyingine akikaa na watu anasema mali ara ruusan qad aynat wa qad dana khitafuha. Naona machungwa yameiva, imefika wakati wa kuyachuma. Yani vichwa vya watu anasema ni machungwa, imefika wakati wa kuyachuma. Anamwambia dhalim, huyo mtu dhalim. Dhalim. Akamuuliza, atadri man ana? Unazungumza, unanijua mimi? Kamba sikujui. Sababu ana Hajjaj ibn Yusuf, mimi ndo mwenyewe huyo Hajjaj ibn Yusuf. Yule bwana pale pale akamgeuzia kibao, akamuuliza, atadri man ana? Na wewe unanijua mimi nani? Sasa sikiliza jibu lake. Hajjaj akamwambia sikujui. Akamwambia ana majnunu bani fulani. Mimi ni mwenda wazimu wa bani fulani. Asra'u fi kulli amin marratayn, kila mwaka napata wazimu mara 2. Kwa hiyo usinichukulie huo mwaka wangu wakupata wenda wazimu ushafika. Kwa hiyo maneno aliyosema ni hatari. Alijua huyu anakwenda jela tu moja kwa moja, na sio jela tu, kichwa kitakatwa. Unaniambia midhali mbele ya uso wangu? Sasa kubadilisha mazungumzo pale kwa pale, hii suratul ijaba. Muislamu anatakiwa awe nayo, awe mwerevu. Awe mwerevu, sio kutafuta hela tu, kutafuta radhi za Mungu, kuokoka katika baadhi. Na ulama wengi walikuwa hivyo. Suratul ijaba. Imam Shafi alipopelekwa muqayyadan mbele ya Harun Rashid, nataka kukatwa kichwa, alipoingia tu akatoa salamu, assalamu alaikum, salamu juu yenu. Kiongozi yule, wa alaikum salam, akajibu sema, na wewe pia takhruju alayya, kata kichwa. Imam Shafi sema, aina salam alladhi wa'adtani, iko wapi hiyo amani ulioniahidi? Anamuuliza, unasema nikate kichwa, umeniahidi amani iko wapi? Akamwambia, mimi sikukuahidi kichwa hapa, katwa kichwa. Anasema, umeniahidi, nilipoingia nimesema assalamu alaykum, ukaniambia wa alaikumus salam, na amani iwe juu yangu. Iwe juu yangu alafu nataka kukata kichwa? Yule akakaa vizuri, akaona mimi naongea na mtu si wa kawaida. Wewe ni nani? Ndio akamueleza mimi ni nani. Hili lilimtoa katika kifo kwa kujieleza vizuri. Ulama wako hivyo, na wengine sio ulama lakini wana upeo wa kujibu. Kama Juha siku moja aliulizwa, hii ardhi kwa nini imetulia? Kuna kitu gani kilichoifanya kiwe na utulivu? Akasema kwa sababu asubuhi watu wakiamka, huyu anakwenda mashariki, huyu anakwenda magharibi, huyu anakwenda kusini, huyu kaskazini, na wote wangekwenda sehemu moja, ingeberuka hivi ikalala. Lakini wao ndo wanaifanya inakuwa stable. Huyu si mwanachuoni, lakini kasema maneno ukiyafikiria unaona kama kweli, lakini wallahi sio kweli. Mungu ana vitu vingine amevifanya ardhi hii ikatulia. Watu wakawa wanafikiri ni alim. Saa nyingine wanakuja kumuuliza maswali, wakamuuliza siku nyingine, tukiwa tunapeleka jeneza kuzika, tutembee nyuma ya jeneza au mbele yake? Sikiliza ni fatwa yake. Akasema msijali, tembeeni nyuma yake au mbele yake au kushoto kwake au kulia kwake, alimradi nyinyi msiwe ndani tu ya jeneza. Mkiwa ndani ndo mnaenda kuzikwa nyinyi. Popote mnapotaka tembea. Al-Imam Shaabi ni mmoja katika wanachuoni waliokuwa na mikasa kama hiyo. Imam Shaabi, jana kuna mtu hapa alinipa kitabu kizuri cha Kiswahili cha hikma, cha stories. Imam Shaabi ni mmoja katika watu walikuwa wakitengeza stories kutokana na hikma mbalimbali, na hasa akizungumzia wanyama.
Siku moja anasema simba na mbweha na mbwa mwitu walikwenda kuwinda porini, wakawinda arnaban, sungura, wazarafa na twiga, wadhabian na paa. Walipowinda vitu vitatu hivi, wakakaa wanataka kugawana. Wakati wa kugawana, simba, yeye ndo mfalme, akamwambia mbwa mwitu, tugawie windo letu. Mbwa mwitu akasema al-amru wadih, mambo hapo yako wazi. Zarafa lil asad, wewe utakula huyu twiga au zebra, utakula wewe himaru wahshi wale wanaopatikana, na huyu mbweha atakula sungura, na mimi mbwa mwitu akasema nitakula paa, na nyama ya paa ndo nyama nzuri, mimi nitakula paa. Simba kachukua kono lake lile, kapiga kichwa cha mbwa mwitu mpaka kimetoka katika mwili wake, kisha akageuka kwa mbweha akamwambia, mbweha gawa wewe, huyo hajui kugawa. Mbweha akasema mambo yako wazi hapa ya sayidi. Zarafa, hili tiga lighadaik, ni chakula chako cha mchana. Wadhabi li ashaik, huyu paa utakula usiku. Wal arnaba li futurik, huyu sungura utakula asubuhi kesho. Mambo yamekwisha. Simba akasema aina taallamta hadhihi alqismata aladila, umejifunza wapi ugavi huu wa uadilifu wewe? Mbweha akasema indama tara ra'su dhib, nimejifunza pale kichwa cha mbwa mwitu kiliporuka. Pale ndo pala nilipojifunza mimi. Jifunze wapi? Na mimi changu kiruke kama vile. Unajifunza kutokana na watu wengine. Na hivi ndivyo mtu anavyotakiwa awe haraka ya kujua mambo.